Tarumbeta ya mwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao wa haki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwapo niwepo. Majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niwepo. Ni wimbo namba 168 katika vitabu vyetu vya nyimbo za Kikristo. Wimbo huu una historia ya kuzunisha kidogo. Umeandikwa na mtumishi wa Mungu anayeitwa James, ambaye aliandika wimbo kutokana na kisa kilichomsikitisha. Sikiliza. Ilikuwa hivi, na inawezekana ukao nao naimba lakini auelewe ni kitu gani ambacho kilimpelekea James kuandika wimbo. James alikutana na binti mmoja alikuwa na miaka 14, alikuwa anaitwa Bessie. Binti huyu alikuwa anaishi katika mazingira magumu ya kimaskini, na baba yake huyu binti alikuwa ni mlevi. Sasa James alimuonea sana binti huruma, akaamua amwalike katika shule yao ya kujifunza neno la Mungu. Akamwalika katika hiyo shule ya Sunday school. Yule Bessie akukataa, akakubali kwenda kujifunza. Sasa kinachonisikitisha kwenye wimbo ni kwamba siku moja jioni, ilikuwa ni wakati wa roko kwenye ile shule ambao Bessie alikuwa maalikwa akaenda. Na roko ili ujulikane upo, unaitikia kwa fungu la kwenye Biblia ambalo umelikariri kichwani. Sasa majina akaitwa, likafika jina la Bessie. Alivyoitwa akanyamaza kwa sababu hakuwa na fungu lolote kichwani. Mwashumu mara pap tunaenda mbinguni kwa mafungu tulionao kichwani. Taja mafungu 50. Wewe unayo mangapi? Sasa tuendelee. Alivyoshindwa kuitika kwa sababu hakuwa amekariri fungu lolote, yule mwalimu akahesabia kwamba Bessie hayupo. Nakumbuka alikuwepo hapo, lakini kwa sababu alishindwa kuitikia kwa fungu la kukariri, ikahesabiwa kwamba hayupo. James alihuzunika sana. Ikamgusa moyoni, akakumbuka na kutafakari kwamba itakuwaje pale majina yatakapoitwa na mwana kondoo siku ya hukumu na yeye akakosekana. Ndicho kilichompelekea akaandika wimbo. Na cha kuzunisha zaidi, ilichukua siku chache tu Bessie aliugua akafariki dunia. Ndipo huu wimbo mara ya kwanza akaenda kuimba katika mazishi ya huyu mtoto. Majina yaitwapo. Swali linabaki kwako wewe na mimi ambao kila siku tunakuja kanisani, tunatoa zaka kwa uaminifu, tunafanya kila kitu. Je, majina yatakapoitwa tutakuwepo? Isije kama ni kawaida yetu kuhudhuria makambi, ni kawaida yetu kuja ibada, ni kawaida wetu kufanya maombi, lakini majina yatakapoitwa na mwana kondoo tukakosekana. Hiyo ndiyo iliyompelekea James kuandika huu wimbo. Ni huzuni kiasi gani tukafanya yote lakini tukaukosa uzima wa milele. Tuombe Mungu atusaidie tukaishi mapenzi yake. Amen.